Yo, what's up everybody? I am Tendesei na hii ni Angoviz update ya Angoviz TV. Na leo kwenye Angoviz update nakuletea how unaweza kuwa mtu wa heshima. Unawezaje kuwa mtu ambaye anasemwa au anasemekana ni mtu ambaye anajiheshimu. Yaani wewe unawezaje kuwa yule mtu ambaye anasemwa kwamba mtu fulani anajiheshimu sana. Na hii kujiheshimu sana ni nini? Hii heshima sana ni ipi? Kwamba watu wanakuona ni mtu fulani hivi makini, mtu wa maana kwao. Sasa nakuletea leo tips 5 tu. Kufanya vitu hivi ya msingi vinaweza kufanya wewe ukawa mtu wa maana sana kwao. Kwa sababu kila mmoja anapenda kuonekana mtu mzuri mbele ya jamii yake. Cha kwanza, acha kuzungumza porojo, acha kuzungumza hovyo. Usizungumze vitu ambavyo kimsingi sio vya maana kwako. Hakikisha kila unapotanua mdomo wako kuzungumza swala, unazungumza jambo ambalo ni la maana sana. Kama una uhakika neno lako utalitoa mahala hapo, halitaleta impact yoyote, halitaleta athari yoyote, na usitie neno mahala hapo. Kama unaweza kutumia muda mwingi sana kwenye nyamaza kimya, kwa sababu kwenye nyamaza kimya kunatengeneza heshima yako kubwa zaidi kuliko unapokuwa unazungumza hovyo. Kwenye kuzungumza hovyo kuna kupelekea kuzungumza mambo ambayo yanaweza yakashusha thamani yako zaidi kuliko kuipandisha. Kwa hiyo kama una uhakika neno utakalolizungumza hapo halitaleta matokeo yote chanya, please unaweza tukakaa kimya. Cha pili, acha kudili na mtu ambaye hadili na wewe. Yaani acha kudili na mtu ambaye hakupi time. Usimpe time mtu ambaye hakupi time. Acha kumthamini ambaye hakuthamini. Maisha yapo, au maisha kifupi yanahitaji balance. Life is too short, my friend. Tumia huu muda na wale ambao wanakupa muda wao. Usiwekeze muda mrefu sana kwa mtu ambaye hatumii muda wake kwa ajili yako. Mtu ambaye anakuignore, usitumie time yako na ukajua kwamba kadri unavyowekeza muda kwake atakuja athamini. Hapana. Huyo mtu kadri unavyowekeza muda kwake na yeye anavyoendelea mambo yake ndo kadri anavyozidi kukudharau. Sasa kulinda hilo, kulinda heshima yako ili wewe kuendelea kuonekana na wewe ni mtu wa maana katika mbele za watu. Wewe ni mtu wa msingi sana. Na ndio uhalisia, wewe ni mtu wa maana sana. Hakuna mtu ambaye sio wa maana. Wewe ni mtu wa maana sana. Sasa kulinda huo umaana wako mbele za watu wengine, acha kuwapa thamani watu ambao hawastahili. Kwa hiyo usidili na mtu ambaye hadili na wewe. Ambaye hashoboki na wewe usishoboke naye. Simpe time mtu ambaye hakupi time yake. Hapo ukifanya hivyo utakuwa umetisha sana, yani. Utakuwa umetisha sana. Kingine cha msingi na cha tatu ni wekeza muda kwenye kutengeneza furaha yako wewe mwenyewe. Hakika furaha ni kitu cha msingi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ambaye anaweza kucontrol mazingira yake ya kupata furaha yake ni mwanadamu ambaye anaishi kwenye maisha mazuri sana na maisha yenye thamani sana. Mwanadamu ambaye furaha yake ina depend au inategemea kwa watu fulani au inategemea kwenye kitu fulani, huyu mwanadamu kifupi anakuwa ni mtumwa. Yaani sawa na mtu ambaye amejiwekeza yeye ili aweze kupata furaha lazima labda apate kilevi fulani. Akishapata hivyo vilevi ndo anakuwa kwenye hali yake, anajihisi kama anapata ladha ya fulani ya kuburudika. Huyu ni mtu ambaye ni ngumu sana kupata heshima, kwa sababu akikosa hiko kitu anakuwa ni mtu ambaye ni mzoefu, mnyonge sana. Ambaye kifupi huyu ni mtu ambaye hawezi kujitegemea. Kama anashindwa tu kutengeneza mazingira ya kupata furaha yake mwenyewe, atateseka sana. Au mwingine anatengeneza mazingira furaha yake iwe kwa mtu fulani. Anapomkosa huyo mtu anakuwa hayuko vizuri. Na kwenye uhalisia maisha jinsi yalivyo, kila kitu kinakuja kwenye maisha na kuondoka. Kila kitu unaweza ukawa nacho. Kama uliweza kuwa nacho, basi pia kuna uwezekano mkubwa unaweza usiwe nacho, unaweza ukakikosa. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya furaha yako yajitegemee. Yaani furaha yako ijitegemee. Wewe mwenyewe unahusika na furaha yako na sio mtu mwingine aje kuhusika na furaha yako. Ukifanya hivyo utakuwa umejiheshimisha sana. Yaani umetengeneza heshima kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Kitu kingine cha 4 na cha msingi sana, acha ku-entertain maneno ya umbea watu wengine, gossip ya watu wengine. Acha ku-entertain kwamba taarifa za mtu mwingine zinapokujia kwako, usiwe ni mtu ambaye wenye kushadadia taarifa za mtu mwingine. Kumbuka, kadri unavodili na taarifa za mtu mwingine, pia watu pia wanadili na taarifa zako hivyo hivyo.
Na wewe hali ya kuwa unaonesha unadili na taarifa za mtu mwingine haikuletei picha nzuri sana kwenye jamii. Jamii inaweza ikapoteza thamani yako, kwa sababu mtu ambaye anadili na mambo ya watu wengine ni mtu ambaye ameshindwa na mambo yake. Kiuhalisia wewe uko na mambo mengi sana ya kudili nayo. Uko na taarifa nyingi sana ambazo zinakuhusu wewe. Acha kudili na taarifa za umbea kwamba mtu fulani amekuja bwana, mtu fulani bwana anatoka na mtu fulani hivi na hivi na hivi. Wewe unaanza sasa kuchukua bwana hii taarifa, bwana hii mbaya sana hizi. Unaanza haikusaidii na haikutengenezea heshima. Zidi ipungui, hiyo inashusha heshima yako na inashusha thamani yako mbele za jamii. Mtu mbea siku zote ni mtu wa hovyo sana kwenye jamii. Anaonekana mtu ambaye hafai sana. Angalau yeye huwa anapeleka taarifa kabla ya muda, lakini ni mtu ambaye anaonekana sio wa msingi, na mara nyingi anaonekana kama ni mtu mgombanishi. Sasa wewe ili uweze kutengeneza heshima yako, achana kudili na hivyo vitu. Uwe mtu wa heshima, dili na yale mambo ambayo yanaweza kukupa heshima, kama kudili na mambo yako. Engage kwenye mambo yako. Achana na taarifa za watu ambazo kimsingi sio sehemu ya maisha yako. Utakuwa umetengeneza mazingira mazuri sana ya kuwa wewe ni mtu wa heshima na kuheshimika na kila mmoja kwenye jamii yako inayokuzunguka. Jambo la 5 na nafikiri ni zuri zaidi kwako, unatakiwa think before talk. Yaani fikiria kabla hujazungumza. Anza kwanza kufikiria. Usije ukakubali kuanza kuzungumza kabla ya kufikiri kile ambacho unaenda kukinena, juu ya kile unachoenda kukisema. Kabla hujanyanyua mdomo wako kutoa neno lolote, kabla hujanyanyua ulimi wako kuzungumza chochote, hakikisha iko kitu umekifanyia upembuzi yakinifu ndani ya akili yako. Umekichanganua, umekichakata kwamba hili neno nikienda kuliweka hapa sasa hivi litaleta maana sana. Sometimes unaweza ukaongea neno dogo, lakini hilo neno dogo linaweza likavua heshima yako ya muda wote. Kwa kabla hujakuwa unazungumza, au kabla hujaanza kuzungumza chochote, kabla hujaanza kumshauri mtu chochote, cha kwanza na kushauri, anza kutengeneza mazingira ya kuchuja kile unachoenda kukizungumza. Usiongee tu kama mtu ambaye ana mwelekeo. Yaani usiongee kama vile redio imewasha tu inatoa tu maelezo. Kuwa ni mtu ambaye unachakata kile unachokizungumza. Hii itakuletea heshima, kwa sababu watu watakuwa wanapenda sana kusikiliza, kwa sababu utakuwa unaongea vitu ambavyo ni vya msingi sana. Utakuwa unaonekana ni mtu mwenye busara, mtu mwenye heshima. Mtu siku zote usikia mtu fulani ana busara sana. Sio kwa maana kwamba ana vitu vya hovyo, lakini havizungumzi hivyo vitu vya hovyo. Kila mmoja anachunga sehemu fulani, anazungumza kitu fulani, sehemu fulani anazungumza kitu fulani. Hiyo inamfanya kila mmoja amuone ni mtu wa busara na wa heshima sana. Kitu cha mwisho katika hivi vyote, jaribu kuwa smart. Tokea fresh. Haijalishi uko na hali gani, lakini katika hali yako hiyo kuwa na muonekano smart, kuwa na muonekano fresh, onekana mtu wa maana sana. Sometimes muonekano wako unatengeneza heshima sana kwa watu. The way unavyoonekana na watu ndivyo wanakutafsiri. The way unavyozungumza pia ndio hivyo watu wanakutafsiri. Lakini muonekano wako uwe unaleta picha kamili wewe ni mtu gani. Uwezi ukawa na demand heshima, same time una dress sawa sawa na watu ambao wanasemekana kwamba hawana heshima. Unavaa kwa mtu ambaye unaonekana sasa wewe umekosa maadili. Hapana, huwezi kuipata hiyo heshima ambayo unaikusudia. Kwa onekana kulingana na namna vile unahitaji kuonekana ili kutengeneza heshima yako katika jamii yako. Hizo ndio zilikuwa tips za leo za AngleBiz update kutoka hapa AngleBiz TV. Na mimi nilikuwa ni Mtendi SA. Nachokuomba uendelee kusubscribe account yetu ya YouTube AngleBiz TV. Pia unaweza ukaacha comment yako hapo, like video hii, pia tusaidie kushare kwa marafiki zako waweze kupata tips hizo ili waweze kutengeneza mazingira ya heshima sana kwa jamii yao. Ciao, see you next time.